Jina langu naitwa mchungaji Charles Elsamia Ngowi. Kwa upande wa TAFES, mimi ni mwenyekiti wa Regional Council ya mkoa wa Arusha tangu mwaka 2014. Kwa hiyo TAFES kwa hapa Tanzania iliandikishwa rasmi kama TAFES mwaka 1990. Lakini TAFES ni sehemu ya ushirika wa wanafunzi wa Kiinjili ulimwenguni ambayo historia yake inaanzia kule Harvard mwaka 1947 wakati wanafunzi walipoanzisha movement kwa ajili ya kuwafikia wanafunzi wenzao. Kwa hiyo imesambaa kuanzia mwaka 1947 ikasambaa katika nchi mbalimbali duniani, zaidi ya nchi 150 katika vyuo vikuu na mpaka ikafika kwetu Tanzania. Mkoani Arusha haikuanzishwa na mtu isipokuwa ni National Office. Iliona sasa ni wakati umefika wa kupeleka huduma ya TAFES kwa vyuo vyote. Naitwa Mrs. Beatrice Ngowi, nimeokoka. Ninapenda sana huduma ya vijana hasa wanafunzi. Na kuna kipindi ambacho nilipokuwa Dar es Salaam nimeanza kazi ya kufundisha. Baada ya kumaliza chuo kikuu nilipata msukumo ndani wa kujiunga na huduma ya wanafunzi kupitia Tanzania Fellowship of Evangelical Students, na kipindi kile ilikuwa ndio iko katika hatua za mwanzo. Wakati ule ndio TAFES imesajiliwa kama TAFES mwaka ule wa 90. Mimi nilijiunga kama staff mwezi Machi mwaka 91. Tulikuwa miongoni mwa wale staff wa mwanzoni kabisa wa TAFES. Kwa majina naitwa Eliudi Nduye. Nimemaliza masomo ya chuo kikuu mwaka huu katika chuo kikuu cha Jordan Morogoro, na nimesoma faculty education, na kwa muda wote ambao nimekuwa masomoni nilikuwa ni member wa TAFES Fellowship. Na baada ya kuhitimu masomo yangu mwaka huu 2016 nikaamua kujoin na timu ya staffs. Nimeanza mwaka huu 2016 mwezi wa 10 ndio nimeanza kuwa staff wa Arusha. Nimefika Arusha, nimekutana na changamoto nyingi ambazo zipo. Uwepo wa fellowship nyingine kwenye vyuo, lakini pia kufunguliwa kwa fellowship nyingine ndani ya vyuo. Kama tunavyojua kwamba TAFES ni fellowship ambayo haijaegemea kwenye dhehebu lolote, ni interdenomination fellowship. Kwa hiyo tuna changamoto ambayo ukifika vyuoni unaona kwenye madhehebu yale ya Kikristo ambako ndiko wanafunzi pia wanaabudu kwenye makanisa yao. Makanisa mengi sasa hivi yanatamani kufungua fellowship vyuoni kulingana na matakwa ya madhehebu yao. Sasa changamoto tunayokutana nayo ni kwamba sisi ni interdenomination, alafu huyu mwanafunzi inakuja kufunguliwa chuoni fellowship ambayo ni ya dhehebu lake. Tunajitahidi kuweka TAFES awareness kwa watu, kwa jamii, lakini pia kwenye makanisa, kwa sababu mwisho wa siku sisi pia tunafanya kazi na makanisa. Tuishi tu vyuoni, lakini hao wanafunzi tunatambua kwamba wanatoka kwenye makanisa. Kwa kule ambako wanafunzi wanatoka, tunajitahidi kwenda kwao na kuweza kufanya TAFES awareness kwa wale wachungaji ili waelewe TAFES ni nini na lengo letu hasa ni nini. Kwa wale ambao ni Waislamu au wale ambao si Wakristo, lengo la TAFES ni kuwafikia hao na kuwafanya Wakristo. Kwa hawa wale ambao ni Waislamu tunawafikia na kuwafanya wawe Wakristo. Hilo ndio lengo letu. Kwa hiyo ndio tunayofanya kwa upande wa wanafunzi, kuwafikia wengine, lakini kuimarisha wale wanafunzi ambao tayari wameshamfahamu Kristo, neno wa Kristo. Tunakuwa na makambi. Kila mwaka tunakuwa na kambi ya Pasaka inaitwa DTS, Discipleship Training School, ambapo tunawakaribisha wanafunzi. Tunaita walimu ambao wanakuja kuzungumza nao labda masomo mbalimbali. Wanafunzi wanachagua topics ambazo wanahitaji kufundishwa, kama ni academic excellence, kama ni mafanikio ya chuoni. Alafu kunakuwa na mtu mwalimu mmoja anafundisha Bible exposition, anafanya exposition ya kitabu fulani katika Biblia mpaka mwisho. Kwa hiyo hayo tunafanya kila mwaka. Mimi nakumbuka mwaka wa 91 vyuo ambavyo tuliweza kutembelea ilikuwa ni chuo cha CDTI, sasa hivi kinaitwa TICD,
mojawapo ya vyuo vikongwe Arusha, na Liti ambapo ni jirani na pale CDTI, chuo cha Olmotonyi cha misitu, na chuo cha Monduli pia. Tuliwahi kwenda Monduli TTC, na nakumbuka baada ya kufika pale ilikuwa tunaenda tunajieleza sisi ni kina nani, tunaeleza malengo ya huduma na kadhalika. Kwa hiyo fellowship, wale ambao wanakubali kufanya kazi pamoja na sisi, basi kunakuwa na TAFES fellowship pale. Nakumbuka kuna wakati tulienda Monduli TTC, wakasema sisi kuanzia leo jina letu la fellowship litakuwa MOFES, yani Monduli Fellowship of Evangelical Students. Kwa hiyo ndivyo ambavyo tulikuwa tunaoperate kabla ya kuanza utaratibu wa kuwa na STEM staff. STEM kwa maana ya short term experience in ministry. Kwa hiyo kwa mkoa wa Arusha ndio nakumbuka mwaka 94 ndio tukaanza kupata STEM staff ambao walikuwa wanakuja kwa muda mfupi, wanatumika full time kwenye huduma ya wanafunzi katika vyuo vile ambavyo tayari vilikuwa vimepokea hiyo huduma. Kwa hiyo iliendelea namna hiyo, na mpaka sasa hivi vyuo vimeongezeka, mikoa imeongezeka, na staff wanaongezeka. Sasa hivi unakuta karibu kila mkoa kuna staff, tofauti na zamani staff wachache wanazunguka mikoa yote ambayo TAFES ilikuwa inafanya kazi. Naitwa Musa Misungwi, ni mwanafunzi wa chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru. Nipo mwaka wa pili, nasoma shahada ya usimamizi wa miradi pamoja na mipango katika ushirikishwaji katika jamii, na pia ni makamu mwenyekiti wa TAFES mkoa wa Arusha. Napenda kuambia wanafunzi wote, kwa kweli wanatakiwa wajiunge na TAFES. Kwa nini napenda kuambia wajiunge na TAFES? TAFES ni ministry ambayo ipo tofauti kabisa na ministry zingine. Ni ministry ambayo haijabezi au haina mlengo na kanisa lolote lile. Kwa hiyo faida kubwa ya mwanafunzi kuwa mwana TAFES ni kwamba ataweza kushare mambo mbalimbali ya Ukristo na wanafunzi wenzake bila kujali wanatokea katika madhehebu gani. Kumbuka sisi sote ni watoto wa baba mmoja, na ni watoto ambao tunajenga mwili wa Kristo ambaye ni Yesu peke yake. Kwa na shauri wanafunzi wote wajiunge na TAFES kwa sababu haina ubaguzi wa dhehebu. Kuna faida kubwa ya wanafunzi kuwa TAFES wakiwa chuoni na baada ya chuo. TAFES tuna objectives za TAFES, mojawapo tuna mambo ya leadership, kuhakikisha tunaandaa wanafunzi hao kwa viongozi wa baadaye kwenye makanisa na kwenye jamii. Hii inatusaidia sana. Tunao watu wengi ambao tayari wameshaandaliwa na TAFES fellowship. Kwa hiyo tuna faida nyingi ambazo wanafunzi wakiwa huko ndani wanapata. Wanajifunza maisha ya takatifu, lakini pia na kwenye jamii. Wanafunzi ambao hawajajua TAFES ni nini, nipende tu kuwatia moyo kwamba wako wengine wana ideology tofauti kuhusu TAFES, lakini wapate muda, wakae na wajifunze TAFES ni kitu gani, wapime mambo ambayo yanafanywa na fellowship ya TAFES. Halafu baada ya hapo ni washauri waweze kujoin na team ili tuweze kufanya kazi pamoja, kwanza ya ufalme wa Mungu, ya kuwafikia wenzetu ambao bado hawajafikiwa na Injili, lakini pili wao wenyewe binafsi waandaliwe kwa ajili ya maisha ya baada ya chuo wanakoenda mitaani. Ukija kwa upande wa wakuu wa vyuo na walezi, ningependa sana kuwaomba watie moyo vijana wawepo katika hizo fellowship, na pia waweze kuwa mstari wa mbele kwa kielelezo, na wenyewe kuwaonyesha kwa kuwafundisha na kuwa pamoja nao. Maana fellowship ya TAFES sisi sio ya dhehebu moja, tunafanya kazi na madhehebu yote. Mimi napenda makanisa watie moyo wa vijana na hizo fellowship za wanafunzi.